Wimbi la wachungaji kukimbia nchi linakuwa kubwa sana. Watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu wanakimbia nchi. Askofu Mwanamapinduzi kakimbia, Bishop au Askofu Gwajima mpaka saizi hatujui yuko wapi. Pastor Dickson Kabigumila tunaona hayupo nchini, kakimbia. Mbarikiwa naye tumeona video zake zinasambaa, amepotea. Na kuna askofu wa Baraza Kuu la Maaskofu Tanzania imeripotiwa katekwa, hajulikani alipo. Sasa hii kitu imepelekea Askofu Mwanamapinduzi akiwa huko alikojificha ametoa statement ambayo ni sio nzuri, inaweza ikalipoteza kanisa. Hii statement inaweza ikasababisha Wakristo wengi waangamizwe kwa sababu ya kukosa maarifa. Kauli aliyoitoa Askofu Mwanamapinduzi, anasema akiwa Clubhouse, anasema kwa sasa Tanzania sio shambulio tena la demokrasia, bali kinachoendelea ni shambulio dhidi ya Wakristo na imani ya Ukristo Tanzania. Ndicho kinachoendelea. Kwa nini? Kwa sababu wimbi la wachungaji kutekwa na kukimbia nchi kwa sababu ya kudai haki limeongezeka. Tolokea mbali, ambapo kwa upande wetu sisi tunaona sasa hii ni shambulio sio tu dhidi ya demokrasia, ni shambulio dhidi ya dini sasa. Kwa sababu sasa mateso yanayopitia Wakristo yanazidi kuwa makubwa kiasi kwamba tunaanza kuona sasa sio tena kwenye mambo ya siasa na kukemea utekaji. Sasa imeingia kwenye swala dini gani ambayo sasa inaweza kuwa salama na dini gani ambayo haiko salama. Kwa tafsiri yake ni kwamba kwa sababu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Muislamu, kwa hiyo kuna mfumo Uislamu saizi Tanzania ambao umeamua kupambana na kanisa la Tanzania. Ameenda mbali Bishop Mwanamapinduzi akasema imani ya Kristo kwa maana ya wachungaji na maaskofu ndio wanaokemea utekaji, lakini imani nyingine kwa maana ya Waislamu kwa saizi wako kimya, hawakemei utekaji. Mbaya kwamba sasa tunaelekea pabaya kuliko hata tulivyokuwa chini ya wakoloni. Hasa kama swala la utekaji, kama wengine wanakemea dini moja, wanakemea dini nyingine hawakemei. Kama swala la mambo ya hovyo yanaendelea, kwa mfano mambo ya bandari, dini moja inakemea nyingine haikemei. Mambo ya Wamasai, dini moja inakemea nyingine haikemei. Sasa hii sio jambo zuri sana. Huu ni upofu sana wa neno la Mungu. Askofu Mwanamapinduzi amejaribu kuwa kimwili zaidi, ajawa kiroho zaidi kuelewa nini kinachoendelea. Watoto wa Mungu, msipoelewa, msipoacha kutumia akili za kimwili kwa maana ya mambo ya demokrasia haya, mifumo ya wazungu hii, mkashindwa kuelewa ni nyakati gani tunaishi kwa mujibu wa maandiko, kwa mujibu wa Biblia. Ukasoma vizuri kitabu cha Ufunuo, ukasoma vizuri Injili ya Mathayo sura 24, ukasoma vizuri Injili ya Marko sura ya 13, ukasoma Luka 21, ukasoma kitabu cha Daniel. Usipoingia katika masomo ya unabii, utaamini hivyo kabisa kwamba sasa Waislamu wanalitesa kanisa la Tanzania. Labda nimkumbushe, ni muda si mrefu sana umepita,
Waislamu Tanzania walikuwa nalalamikia kitu kinachoitwa mfumo Kristo. Unamkumbuka mtu anaitwa Sheikh Ilunga? Yule mtu alipata mateso makubwa sana mpaka alikufa. Mashehe kipindi wanapambana na habari za Mwembe Chai, ulikuwa ni utawala wa Mheshimiwa Benjamin Mkapa. Waliamini kanisa la Tanzania Katoliki, mfumo Kristo Tanzania unawatesa Waislamu. Wakaandaa maandamano, wakaandaa matamko mbalimbali, kazunguka nchi nzima. Nakumbuka habari za Sheikh Ponda anapigwa risasi. Waislamu waliamini hivyo kwamba kuna mfumo Kristo Tanzania unawatesa Waislamu. Kule Zanzibar wakaendelea na habari za uamsho, wakiwa wanasema kwamba Tanganyika kanisa linaitawala Zanzibar, kanisa Katoliki linaitawala Zanzibar, mfumo Kristo unaitawala Zanzibar. Maandamano kupitia kafu, baadaye kupitia mashehe wa uamsho, walikufa Wazanzibari, waliteswa, kuna vilema, kuna wajane, sababu ya maandamano wakitaka Zanzibar ijitenge kutoka katika muungano. Mimi najaribu kuwakumbusha tu. Hilo lililotokea kwa Waislamu wameisha. Walipigwa sana. Tena ulikuwa utawala wa Jakaya Kikwete ambaye ni Muislamu. Kule Zanzibar utawala ulikuwa ni wa Kiislamu. Waislamu ndio walikuwa wanatesa, wakina Mzee Sheini ndiye alikuwa rais wa Zanzibar. Kwa hiyo Waislamu walipigwa sana, Waislamu waliteswa sana, Waislamu walikufa sana. Hivi tunavyozungumza Zanzibar kule kuna vilema. Mnakumbuka kipindi cha Maalim Seif Sharif, alifeli demokrasia kupitia kafu kupewa ile nchi mpaka uchaguzi ukawa umevunjwa, ukarudiwa upya mpaka kutafuta mwafaka wa kitaifa Zanzibar. Imani ya Wazanzibari na Waislamu kwamba mfumo Kristo ndio unaotawala Zanzibar. Sasa huku duniani kulikuwa na vita dhidi ya ugaidi ambavyo vilianzishwa Septemba 11, 2001. Waislamu walikufa sana, Waislamu wamepigwa sana. Vikaibuka vikundi vya kigaidi, ISIS, Boko Haram, Al-Shababu. Watu wakaamini kabisa kwamba Uislamu ndio wanaua watu. Ndio wametengeneza vikundi ambavyo vinaingia kwenye masupermarket wanaua watu. Yaani kampeni katengenezwa vizuri. Waislamu ni magaidi. Waislamu walipigwa, wameuawa. Hivi tunavyozungumza, ule uchungu wa Waislamu Zanzibar wa kupambana ili ushetani usiingie Zanzibar, walifeli kuzuia. Sasa hivi Zanzibar kumejaa mashoga, kumejaa uchafu, wanawake tena kinyume na imani ya Kiislamu ndio wanaendelea kuwa watawala katika nchi ya Zanzibar. Ile imani tena imani ya Kiislamu ishakufa. Sasa baada ya Uislamu kuwa umepoa, umeshapigwa, umenyanganywa kila kitu, sasa tunaona wimbi limehamia kanisani. Nataka niwahusie, nataka niwazindue, nataka niwafungue macho ya kiroho wa Kristo, muelewe kabisa nyakati hizi ni nyakati za mpinga Kristo. Shetani anapambana kutawala dunia, na watu wanaomzuia asitawale dunia ni Waislamu pamoja na Wakristo. Kwa sababu mpinga Kristo ni mtu yoyote anayekataa kwamba kuna Yesu Kristo yuko hai kimwili na kiroho, anarudi kutawala dunia. Huyo anakataza. Ni Waislamu na Wakristo hawawezi kukubaliana na mfumo wa utawala mpya. Kwa hivyo adui wa mfumo unaotawala dunia hii ni Waislamu na Wakristo. Kwa hivyo Waislamu walishapigwa kwa kisingizio cha mambo ya demokrasia na mambo ya kisiasa. Akili hiyo shetani anaitumia kuliangamiza kanisa la Tanzania kwa habari za mambo ya demokrasia. Msipofungua macho ya kiroho,
tukarudi kumuuliza Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo amezungumza, soma kitabu cha Ufunuo 13. Ni nini tunatakiwa kufanya sasa? Haya, mnakimbia wote, watumishi wa Mungu mnakimbia Tanzania. Kanisa mnamwachia nani? Nani ataliongoza kanisa sasa? Turudi kwenye maandiko jamani, tusivamie vitu ambavyo sio kweli. Tutaliangamiza kanisa kama tusipoelewa kwamba dunia iko ndani ya vita na kanisa linapita katika kipindi cha dhiki kuu. Tumuulize Bwana wetu Yesu Kristo alielekeza tufanyeje ili tuweze kupona. Mungu awabariki sana. Amen.